Now, the section that is remaining in blue is the one we want to embark on now. When this contractor mobilizes to continue this way, he will also do motorability on this. Yes, Your Excellency. Yes, I was only yeah. And you remember, Your Excellency, when you're on the other side, there was also continuation on this road in Embu side. And we have done the bridge under the contract in Kirinyaga side. So, yes. We have that plan, Your Excellency. Yeah. So this is. What's the difference between Mombuine and Kiumbuine? So this is a sample project. Yeah. Okay. Yeah. So this is only the demonstration of the road. We are saying we are showing the sections that are complete, which we have demonstrated. The road is costing 3 billion and 65 kilometers. And the contractor is saying if given resources, he will complete it within the next 12 months. And this is the cross-section. And these are the sample sections, Your Excellency, that we have completed. So is this road Kagumo, Kiamaina, Gatuma? Yes. Is it part of this road? It's part of the one we are starting today? No. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes, Your Excellency. The one we are doing is Kagumo, Getuya, Baricho. Is it this one? Yes, it is this one. Yeah. Yeah. Sasa Mheshimiwa Rais anaelekea kwenye jalada la msingi ili kuzindua rasmi barabara yetu ya leo. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais tafadhali. Hatimaye barabara yetu imezinduliwa kwa ujenzi wa barabara yetu. Asante sana Your Excellency. Sasa tunaelekea ku flag off machines zile ambazo zitafanya kazi hii. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako ukubali tuweze count at 5 to 1 ili tukaweza kuyaachilia magari haya at the count of 5, 4, 3, 2, 1. Ndio hiyo inaondoka ya kwanza ikiwa ni mashine aina ya grader. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais tafadhali. Ya pili ikiwa ni mashine ya roller at the 5, 1, 2. Tafadhali Mheshimiwa Rais, ndio hiyo inaondoka. 5, 1, 2. Yeah, ndio hiyo 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Lori aina ya tipa. Baadaye sasa Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kuwaongelesha wananchi. Welcome Your Excellency.
sana kwa kura zenu jameni. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu wa Mungu, nyinyi ni watu wangwana. Mimi nasema asante sana. Nego. Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Kirinyaga. Asubuhi leo, kwa sababu wakati tulikuja hapa tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa Sagana tutajenga special economic zone, tutajenga export processing zone, tutajenga county aggregation and industrial park. Leo hiyo kazi mimi nimekuja kutia kidole, na sasa in the next, kabla ya December, munanisikia? Kabla ya December tutakuwa na county aggregation and industrial park ya hapa Kirinyaga itakuwa tayari. Tutakuwa na special economic zone. Ile kama mumeona ile export processing zone iko Athi River, iko na vijana karibu 40,000 wanafanya kazi ile ya Athi River. Sasa tumeleta ingine tunaweka hapa Sagana, ili vijana wa hapa Kirinyaga vile vile waweze kupata ajira na waweze kujisimamia. Munanisikia jameni? Munanisikia? So hiyo project tulianza mwisho ya last year, na mimi nataka niwahakikishie leo nimefanya inspection, nimeona vizuri na nimejua ya kwamba hiyo kazi tutafanya pamoja na viongozi wenu. Huyu gavana wenu Minji ametupatia 250 million. Mimi nimeweka pale 750 million kuhakikisha ya kwamba watu wa Kirinyaga vile tunapiga hatua ya Kenya kwenda mbele, pia Kirinyaga ipige hatua ya kwenda mbele. Kirinyaga tunaelewana? Lego kana tiguo. Tunaelewana? Vile vile leo mimi nimefika Kirinyaga hii kwa sababu nyinyi ndio mnatusaidia fingerlings ya samaki Kenya mzima. Na nimekuja kuambia hapa Sagana vile vile nimekuwa na waziri mpya ambaye anaitwa Hassan Joho. Sasa nimempangia kazi hapa akuja akifanya hapa, na hata ameuliza ya kwamba anataka kuhamia hapa Kirinyaga. Sijui muko na maneno gani? Amesema yeye ni Muislamu, anakubaliwa bibi 4. Sasa mtampangia na fikiri 2 ya kutoka Kirinyaga ahame nayo. Sasa sikizeni, nimekuja pale kwa sababu ile fingerlings mnatupatia ambayo inasaidia katika mambo ya biashara ya blue economy. Sasa sisi tunataka kupanua, badala ya fingerlings milioni 1 tunataka fingerlings milioni 5 kutoka hapa Kirinyaga, ndio tuweze kusupply kwa wale wa Kenya wengine, na nyinyi pia muweze kufanya hiyo biashara, tuweze kuzalisha mali, tuweze kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, ndio tufukuze njaa, ndio Kenya iweze kujisimamia. Hiyo kazi ndio nimekujia leo. Vile vile mimi nimekuja hapa Kirinyaga leo kwa sababu ya mambo ya stima. Mnanielewa? Mimi najua hapa Kirinyaga watu wengi bado hawajapata stima ya kutosha, na ndio nimekuja hapa leo kuanzisha hiyo mpango ya stima. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapata watu 7,000 wapya hapa Kirinyaga tuwaunganishie stima, na tumekubaliana tunawapatia katika awamu ya kwanza, tunawapatia milioni 400 ya kwanza. Tayari contractor yuko hapa. Leo asubuhi nimefungua hapa chini mahali inaitwa Gedhumbi hapa chini. Nyinyi mnajua mahali Gedhumbi iko? Mimi naona kama hamjui. Iko hapa chini. Sawa sawa. Hiyo ni kwa kijiji kingine hapo. Sasa tumekubaliana hata na hapa Kirinyaga Central tumewapatia pesa yenu kuunganisha stima ile ya last mile, ndio tuhakikisha kwamba stima inapatikana kwa manyumba ya wananchi wengi. Tuko pamoja jameni? Leo vile vile nimekujia mambo ya Kirinyaga Technical Training ya Kirinyaga Central hapa. Si ndio? Hiyo college imechukua muda mrefu. In fact, hii Kirinyaga Central ndio constituency ya mwisho kupata Technical Training College. Na nimekuja hapa kuambia hivi. Nimekuja hapa na PS wangu aangalie vizuri, na nimemwambia na mtuma China ili aende atuletee equipment ya milioni 60 ya Kirinyaga Central hapa, tuweke equipment ndio vijana wa hapa waweze kufanya hiyo kazi. Vijana muko tayari?
Mnajua wale watu tunatafuta kwa special economic zone hapa, wale wa export processing zone, tunataka watu wenye wako na ujuzi. Sasa muende hapa college, mchukue ujuzi, muende kazini. Nyinyi mnanielewa? Nego. Na hiyo equipment, shida tu niko naye ni kidogo. Kwa sababu kwa hiyo college watoto ni 150 peke yake. Inatakikana watoto 1500. Huyu mama amekubali kurudi shule. Sasa apatiwe admission kule kwa college. Tuko pamoja? Na pale kwa college tutaweka equipment. Na vile vile tumepanga vile watoto watakaoenda pale watapata bursary na scholarship na loan. Tunaelewana? Kwa hivyo mtu asiniambia kwamba hana pesa ya kwenda kusoma, kwa sababu tumepanga hiyo mambo yote. Nyinyi watu wa Kirinyaga Central, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Mimi nawauliza kwa heshima. Watu wa Kigumo, tunahitaji watoto wengi. Watu wa Kagumo. Kwani iko tofauti kati ya Kagumo na Kigumo? Ile ingine iko Nyeri. Hii ingine iko pande hii. Lakini mimi nataka niwaulize, Kigumo na Kagumo gani ni kubwa? Mimi nafikiri Kagumo ni kala kadogo ama ni magari. Haya, Kagumo. Tumekubaliana? So mimi nataka niwaulize watu wa Kagumo, please. Pale tunahitaji vijana wengi. Kwa sababu tunataka hawa vijana tuwapangie masomo ya teknolojia. Tuwapangie masomo ya taaluma mbalimbali. Ndio tuwapange na ile kazi ambayo tumeweka ya affordable housing. Tuwapange na kazi ya digital jobs. Tuwapange na kazi ya EPZ. Tuwapange na kazi ya export of labor. Tuhakikisha kwamba vijana wa Kagumo vijana wa Kagumo mmejipanga vizuri na vijana wa Kirinyaga mmejipanga vizuri. Nego. Tumekubaliana? Sasa hiyo ndio kazi nilikuja hapa leo, na vile vile mimi nikuje niwashukuru nyinyi watu wa hapa Kirinyaga. You are the best citizens of the Republic of Kenya. Kwa sababu wakati tulipunguza gharama ya mbolea, nyinyi mkarudi shambani, mkazalisha chai, mkazalisha kahawa, mkazalisha mchele, mkazalisha mahindi, mpaka bei ya unga ikakuja chini. Wale walikuwa wananipigia kelele kuniambia bei ya unga iko 240. Saa hii bei ya unga imefika 100. Nyinyi watu ni wa maana sana jameni, asanteni sana kwa kunisaidia. So unajua sasa wale watu walikuwa wananipigia kelele mambo ya unga wamenyamaza. Hawajui siri. Siri ni wakulima. Wale wa Kirinyaga. Na nyinyi mmefanya kazi ya muhimu, mimi nawashukuru sana na wavulia kofia, asanteni sana. Mimi hakikisho yangu ni kwamba mimi nitazidi kupanga mambo ya kilimo. Hiyo mbolea tumeteremusha imefika 2500. Mimi nataka nikamatie hapo. Ikizidi mimi nitateremusha tena. Ndio tuwasaidie wakulima watuzalishie chakula. Tuhakikisha kwamba kilimo inainuka, wakulima wapate pesa, tuweze kuondoa umaskini, tujenge uchumi na tupeleke Kenya mbele. Ndugu zangu watu wa Kirinyaga, tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa kazi ya 4, kazi ya barabara. Hiyo barabara mimi niko na deni yenu, mimi nakubali. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Nimekuja kulipa madeni hapa ya barabara. Nimekuja ya madeni ya barabara kulipa. Sitaki izae interest nyingi. Wacha nikujie mapema. Sasa hii barabara yenu ya kutoka hapa Kagumo, si ndio? Inaenda mpaka Gathodhuma. Inaenda mpaka Gateway. Inaenda mpaka Gateway. Hiyo barabara tunaanza saa hii mpaka ikamilike, contractor atakuwa hapa. Vile vile hiyo barabara ya kutoka Kagumo hapa, ile barabara ya kwenda Getuya mpaka Baricho, hata na hiyo huyu contractor ataanza ajenge amalize. Nego. Tuko na barabara zingine ndogo 2. Ya kwenda mpaka Geita. Hata hiyo barabara vile vile nimeipangia. Tumekubaliana? Na vile vile niwatangazie watu wa hapa Kirinyaga.
hata ile barabara ya PI kwenda Mumbuini, kwenda mpaka Kiumbuini, mpaka iende mpaka Kiandegwa. Hiyo barabara karibu kilomita 65, sasa niko na pesa ya kujenga. Na nitakuja huko watu wa Mwea wanipatie nafasi kidogo, wiki 2-3 nitakuwa Mwea kwenda kuianzisha. Neguo kana tiguo. Na tunaigwithania. Tunakubaliana. Hivyo. Hiyo kazi ingine mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa. Ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. Hapa kwenu tumekubali tunajenga affordable housing. Mimi nilikuja hapa this year mapema kuanzisha the first phase. Hiyo nyumba itakamilika kabla ya Disemba. Mimi nitakuja niwapatie funguo tuanze kuishi kwa hiyo manyumba. Na vile vile tuko na nyumba zingine 5,000 ambazo tunajenga hapa Kirinyaga. Na tayari tumefanya procurement, tayari tutaanza kuwapangia vile contractor watakuja tuweze kuzijenga. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba tunajenga soko 11 mpya Kirinyaga County. Nyinyi mnanielewa? Hizo soko tumeweka karibu shilingi milioni 900 ya kuhakikisha kwamba mama mboga anafanya kazi mahali kuna maji, kuna stima, kuna usafi, kuna mambo hiyo ingine yote. Mpaka na cold room tuweke huko ndani. Na hizo soko zimeanza. Half of them are already 20-30% tukielekea kumaliza. Zile zingine tumeadvertise. Mimi nataka tu niwahakikishie ya kwamba biashara yenu, kwa sababu nyinyi ni wakulima wa muhimu, hiyo biashara yenu tutahakikisha ya kwamba tumepangia vizuri ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi najua vile vile nyinyi ni wakulima wa kahawa, si ni kweli? Na nyinyi ni wakulima wa chai, si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie maneno mawili. Tumekubaliana na huyu DP kwa sababu yeye ndiye anasimamia. Tumekubaliana tunaweka pesa ya kuhakikisha kwamba yale madeni ya kahawa ya kampuni za kahawa cooperative tunazilipa. Lakini tukilipa hiyo deni, hatutaki hao watu turudishe tena kwa shimo. Tumekubaliana? Kwa sababu kuna watu wako huko wanafanya ukora. Sasa tumewaambia tukilipa ile madeni wasirudi tena kukopa madeni mengine huko kwa mabank, wanalipishwa 20%, wanalipishwa 25% interest. Sasa tumewapatia pesa ya serikali. Pale kwa Cherry Fund tuko na bilioni 3. Hawa cooperatives waende wakope pesa kwa Cherry Fund, tutawalipisha 3%. Iko haja ya mtu kwenda kutafuta pesa ya 20%? Hata kama akili yako sio timamu, 3% na 20% huwezi kuona iko tofauti. Ama namna gani mtu Kirinyaga? Si waende hapo kwa ya serikali iko 3%. Badala ya kwenda kutafuta 20%. Sasa wale wanasimamia cooperatives, nyinyi ndio wakulima. Kwenda mwambie watu wenu wa cooperative wanaosimamia. Wakijaribu kwenda kutafuta pesa kwa benki ya 20%, mwambie rais alisema iko pesa ya serikali ya 3%. Tunaelewana? Tuko pamoja Kirinyaga? Tushirikiane namna hiyo. Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua kulikuwa na kizungumkuti hapa town. Mambo ikaleta maneno hii segemnege nini. Mimi nikasema dawa ya hii kitu si namna hiyo. Tunataka kuunganisha Kenya. Hatutaki watu wanapiga kelele wakiwa nje. Si kila mtu akuja hapa ndani. Ile yako naye asemee hapa ndani. Badala ya kupiga kelele si aongee hapa ndani. Kama hako na ujuaji si alete hapa ndani. Kama niko na kujua ingine si walete hapa ndani. Ndio nikasema wacha niunde serikali nilete Wakenya wote pamoja hapa. Hakuna haja ya watu kuniita Zakayo. Wacha kila mtu akuje hapa. Ama na magani? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga, hii ushuru mimi natafuta, mnafikiri mimi napeleka kwa shamba yangu? Sio ushuru inakusanywa ndio tujenge barabara. Ndio tuweze kuunganisha stima. Tusomeshe watoto wetu. Sasa nimesema hii Zakayo, kila mtu atakuwa Zakayo hii Kenya. Ama mnasemaje? Si kila mtu akuja hapa. Kama uko na mbinu tofauti na ile mimi nafanya, kuja tueleze. Ama namna gani? Kwa sababu hii Kenya, ile kitu nimesema itatuletea hasara ni mambo ya madeni. Nikasema tuachane na kukopa madeni, karibu inatingiza kwa mtaro. Sasa hii watu wacha wakuje. Tuongee sisi wote tukiwa hapa ndani.
Tupange tutalipa madeni namna gani hapa ndani. Tupange tutafanya maendeleo namna gani hapa ndani. Tupange tutatafuta ushuru namna gani hapa ndani. Watu wa hapa Kirinyaga, mnakubaliana na mimi tuunde serikali ya Wakenya wote? Mnasema kila mtu akuja hapa ndani? Mwenye yako na kujua akuja hapa ndani? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Sisi wote. Kila mtu akuja hapa. Tupange pamoja. Tupange ushuru pamoja. Tupange kulipa madeni pamoja. Tusomeshe watoto wetu pamoja. Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono watu wa Kirinyaga. Tumeshakubaliana? Nego kana tiguo. Tuendelee namna hiyo. Na tushirikiane. Na sisi wote tukue timu moja. Ndio hiyo mimi nimepanga hiyo maneno, watu watakaa chonjo hapo ndani. Si ndio? Ndio tuweze kusukuma mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Watu wa Kirinyaga, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nawapenda sana. Na mimi niko area. Na hata mgenipanga vizuri naweza kulala hapa sijui. Mnaweza kunipanga? Mtanipanga namna gani? Nitalala kwa nani? Nitalala kwa nani? Huyu mama. Sasa wewe mama. Sasa nikilala kwako, ule Recho nitamwambia nini? Ule nitamwambia nililala wapi? Sitaniletea shida hii kitu. Lakini hakuna shida. Hata siku moja. Mutanisaidia ku-explain kwa Recho? Ati nimelala wapi? Mimi naona nyinyi mtanikosesha maneno. Otherwise, mimi nimefurahi sana watu wa Kirinyaga. Si namna hiyo? Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni kwa kutukaribisha, na tumekuja hapa kupanga mambo yenu ya maendeleo. Kwa sababu Kenya haiwezi kubadilishwa na maneno na siasa mbaya na mambo ya kupigana na mambo ya kuharibu mali ya watu. Kenya itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo ya kupeleka taifa letu mbele. Neguo, wacha tuko na viongozi wengi, lakini wacha nianze na Deputy President wetu aje hapa awasalimie. Haya. Kagumo hamjambo. Ado akagumo muriega. Muriega rigi. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarera Mwathani agocwo. Andũ aitũ mũrĩ okuo. No mwĩyũmĩrĩirie. Ona heho yaingĩha. Ona ni ndĩyũmĩtie wa kahĩti wa kairĩtu. Nĩ mwakena nĩ mũtongoria gũka. Tugĩũka ũhoro wa barabara. Rais wetu tunataka tukuambie karibu sana. Unajua kila boma iko na mzee wake. Mzee wa hii boma ya Mount Kenya ni nani? Mzee wa hii boma ni nani? Nikikaribisha kiongozi wetu kama mzee wa boma iko makosa? Tunasema rais karibu. Wewe ni kiongozi wetu. Na ulikuwa hapa Kagumo ukaongea na hao wangwana na watu ya Kirinyaga. Ukawaambia wakupatie nafasi ya uongozi. Wakakubali na wakakuombea, ukapita ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa umerudi hapa kwa mambo ya maendeleo. Na umekuja kurudisha mkono na umefanya vile natakikana. Na sisi tumekukaribisha. Umekuwa hapa Kirinyaga the whole day. Mambo ya stima, mambo ya industrial park, mambo ya barabara, mambo ya maji. Rais tunasema karibu. Sisi ni watu ambaye tunapenda maendeleo. Na sisi tunatii na kuheshimu viongozi wetu. Na sisi tumesimama na wewe kwa sababu sisi ndio tulikuchagua. Unajua nimeona watu wengine wanajaribu kuleta debate. Ati watu ya Mount Kenya hatuwezi toka serikali. Iko haja ya debate kama hiyo? Si hii ni serikali yetu? Si ni yetu? Tuliamuka mapema hatu kuamuka. Siku mumeamuka kuchagua Rais William Ruto. Muliona jina yangu hapo? Muliniona? Na picha? Mukapigia mimi?
Kama mimi sijazungumza kutoka area hii, nani mwingine huyo anazungumza? Mimi nasema sisi, hii serikali ni yetu. The president and I have a 5-year contract with the people of Kenya. Na wakati ukifika tutarudi hapa tena ndio mtupatie renewal of that contract. As for now, this is our government, we are part and parcel. Na kama mimi sijalalamika, nani mwingine analalamika? Si kama iko maneno nitasema? Kuna maneno nimesema? Nauliza wabunge, kila mtu afanye kazi yake. Kila mtu afanye kazi yake. Kazi ya presidency ni ya mimi na rais huyu. Na sisi ndio wenye kusema. Na kama hatujasema wengine wakimie. Katiguo. Neguo. Mimi niseme namna hii. Your Excellency, siku wewe unachaguliwa kama rais wa Kenya, uliponipatia kazi ya running mate, nilikuja nikaongea nao watu na nikawaambia mimi nakuamini, na mimi nikaambia nitachunga maslahi yao, na mimi ninawaambia mambo yao iko sawa. Hata siku umesema unaleta wengine ukaniambia nikasema wakuje. Hatujalalamika, hatujaona nafasi ya any reason ya kulalamika. So watu wakae kwa WhatsApp group waongee mambo yao. Ukija kwa raia, toa maneno ya kupeana matumaini. Wewe kama umechaguliwa, kuja useme umefanya kazi gani na ile kazi umepanga kufanya ni gani. Hapana leta siasa ya kukoroga wananchi na kuleta confusion katika region hii. Sisi katika region hii tuko nyuma ya huyu Rais William Ruto. Negwa kati guo. Na mimi nikiwa naibu wa rais tunafanya kazi vizuri na rais. Na kama iko maneno si nitakuja niseme? Si nimekuwa kwa radio juzi nikasema tuko sawa? So we want to ask our leaders, please concentrate on the job you have been elected to do. Let the president and the deputy president play their league ambaye inastahili. Negwado ito. Torogamere hau. Torogamere hau. Hau ne homore. Tanyonia inaguoko na guoko. Na juge atiriri. Reke itwenda ni andu aitu. Neguo. Reke itwenda tondu urumwe witu niguo hinya witu. Nigetha ithuothe tunyitane tutaithie muthuri uriko. Ithe tithio twamuthurire. Kweyendera ka kuringiririo. Na gukenera thina. Wethe na muonete. Koguo tutikwenda mehemehe. Neguo. Andu akagumo. Tutiagicokia ngathoma. Ithe mutia twekire wega. Na njamba eno. Kuma ngoro yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa. Ya mwisho rais, nikimalizia, nilipitia hapa. Mimi hii town rais nimepita zaidi ya miaka 15. Mimi nilikuwa nasoma hapa Kianyaga, ninapitia hapa. Nilikuwa dio hapa Gichogo, napitia hapa. Sasa mimi mnajua ni mtu ya ground. Si mnajua mimi ni mtu ya ground. Sasa nikipita hapa nikapata iko shida hapa Mutira Farmers. Mlikuwa mumeuza kahawa, pesa yenu imepotea. Si ndio? Ndio mimi nikaagiza, tulikubaliana na nyinyi, tukaweka uchaguzi, tumechagua watu wazuri. Na vile rais amesema tuko na pesa ya cherry fund. Hakuna haja officials kwenda kuchukua pesa kwa commercial banks. Na kabla hata huja kopa pesa yoyote, kuja ongea na wakulima. Musikizane, upewe idhini ya kukopa kati huo. Neguo andu aitu. Nemogo tonyiterera. Nemogo nyitera jabeno. Nani de umie. Jikare oguo. Neguo mokwenda. Nyonia ina guoko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Minji Governor Anne Waiguru atusalimie. Murega. Tugeithanie na Njaranga ine mwega. Na hende ciothe. Mimi Mheshimiwa Rais nakushukuru sana. Na nakushukuru, wera ni oraria kana ndoraria? Wera Kirinyaga ni oraria? Nyonia inajara okoro wera ni oraria? Mheshimiwa Rais nakushukuru sana. Kwa sababu wewe, sisi kama watu ambao wamechaguliwa tumekupatia pressure.
Na tukupatia pressure, wewe unakubali tu, unachukua hiyo pressure na unatusaidia kusukuma kazi. Mimi nakushukuru sana kwa sababu tulikaa na wewe asubuhi sana kwa sababu ya hii barabara. Tulikuwa na mheshimiwa. Na Mheshimiwa Rais, kulikuwa na shida kidogo kwa sababu hakukuwa na budget. Lakini Mheshimiwa Rais akaangalia vilivyo, akasema kwa sababu ninakuja Kirinyaga, alikuwa akuje Thursday, akasema atakuja Saturday ndio hakikishe contractor atakuwa amefika hapa. Niekirewega kana dekirewega. Niekirewega kana dekirewega. Nyonia inajara. Mimi Mheshimiwa Rais, ningependa kukuomba kitu moja tafadhali. Ningependa kukuomba kitu moja. Mimi, unajua pesa za county ni pesa kidogo. Na pesa za national ni pesa mingi, si ndio? Demo hoeka na dika hoe. No na neuga nereda kora harake renyaga. Na noto mufagere ogwo kona kwena state lodge. Wacha ni muombe, si ndio? Mheshimiwa Rais, town kama vile umeona kule Sagana nimeiweka kabro. Lakini hiyo kabro nimeweka, sikuweka mingi sana kwa sababu pesa yangu ilikuwa kidogo. Pia hapa pako na soko ambayo nilijenga kitambo. Lakini nilijenga mahali, kuna mahali ambayo haikukuwa imemalizika. Mimi nimeongea na mbunge MCA wa hapa. Tumekubaliana hiyo shed ya hiyo soko tutatengeneza. Lakini kuna haunega. Lakini kuko na soko ingine hapo nyuma. Si ndio? Kuna soko hapo nyuma ya nguo, si ndio? Yako na moneneka na degako. Hiyo ndio tunakuomba Mheshimiwa Rais, kama unaweza tutengenezea hiyo soko, sisi kama watu wa Kirinyaga na watu wa Kagumo tutashukuru. Nemoga shokia gadho. Nemoga shokia. Omothe timethenya wa siasa, si ndio? Lakini sio kusema siasa haziwezi ongelelewa. Mimi sitaongea sana maneno ya siasa. Ile kitu nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Rais, mimi siongeangi sana, lakini angalia ground ya Kirinyaga. Muko sawa ama muko sawa? Muko chonjo? Mumesimama na Mheshimiwa Rais kidete. Noka kwa modo uko reda uga the opposition. Sisi wote tunakaa ndani ya serikali, si ndio? Wakikuyu wanasema kanaga shaga shagi katika kwa oe katea. Katika kwa oe katea. Nemo katika kwa nyugo gedejo. Alafu niambie Mheshimiwa Rais, tunasema kwa Kikuyu. Mogene motara na nige ona modo mokoroni atara guono korumwate kagatea. Kwa hivyo mimi inakuambia Mheshimiwa Rais, ya kwamba Wakikuyu wanasema wewe ukiwa mkubwa wangu siwezi kukutukana, lakini naweza kwa heshima kuu kukupatia mawaidha kidogo, si ndio? Sisi tunasema kwa Kikuyu, mumagari ne wajo mashigana. Ne washigana. Ne wagodhishigana. Mumagari ne wagodhishigana. Wale hawaelewi hivyo waulize wazee, watawaambia. Na mimi Mheshimiwa Rais najua uko na watu karibu, kiuliza kina JK Mheshimiwa watakwambia vile hivyo nimesema. Ndiego tigera hau tuseme tumesimama na Mheshimiwa Rais, sisi hatubanduki, na ukitutengenezea hii barabara na tutengenezea hiyo soko, sisi tutashukuru, si ndio? Mtashukuru. Muonesheni na mkono, asanteni sana. Vile gavana amesema hiyo soko iko hapo. Nikaongea pia na huyu mbunge wangu, nikaongea pia na ule MCA wenu hapa. Sasa nimekubali tutapanua hiyo soko. Sijui inahitaji kama 20-30 million na mangapi nitapanga. Si ndio? Nitamwambia gavana akuje na aongee na watu yangu, alafu tuchore tuone vile tunaweza kupanua hiyo soko. Alafu vile tutatengeneza hii barabara. Pia ile barabara mahali kabro imebaki kidogo kidogo hapa town itakuja ninyoroshe. Si namna hiyo? Nego. Wacha niite mbunge wetu wa hapa. Wapi mbunge wetu wa hapa, Mheshimiwa Gitari? Kagumo oe. Rais hapa ndio nyumbani, nilisomea hapa Kamoiro na nikiwa hapa niko nyumbani. Sasa sitaki kuongea sana sababu tuko na Didi Nyoro hapa. Na ni chairman wa budget. Hii matakwa yote kuna barabara 3
ningeomba atusaidie. So ukiniruhusu nitampatia tu, na nikushukuru sana rais, sababu hii barabara imewekwa tent mara 3, si ndio? Hapo mbeleni watu wakiambiwa itatengenezwa. Na wakati tulikuja kwako ulishughulika na hii barabara itaendelea. Ni mraka na barabara yako kia vio na moko ni moko nyitira rais wega. Ile mabarabara kama utanikubarisha, kuna barabara ya Koigo, Kiandieri, Kangaita, Mogwande, Getobe, Karaine, Motoma, Kangaita, Tea Factory. Rais, nikwambie ukweli, hapa Kirinyaga Central ndugu yetu PS Wachira ametusaidia na last mile connectivity. As we speak today, tuko na projects 12 inaendelea ya stima. But after that tutakuwa na watu kama 4,059 wale wanahitaji stima. Ombi langu moja tu, sababu huyu ni ndugu yetu, tunahitaji transformers 12. Si useme kitu tupone. Asanteni, Mungu awabariki. Transformer inahitajika hapa. Wewe ni mdhaniwa na unajua vile mambo itaharibika usipofanya hiyo kazi. Si namna hiyo? Sasa huyu Wachira atapangana na huyu mjumbe wenu, tutatimiza hiyo kazi. Neguo. Hapa tuko na seneta wetu, Seneta Murango, akuje awasalimie. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kaguma hoi. Kaguma hoi. Ngediana jara koroni uranyona. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa ni kidogo sana. Chambirecho Waswahili usema mugeni jo mwenyeji apone. Na kushukuru kwa sababu ya barabara na vitu mingi ambao umetuletea siku ambao tumeshinda na wewe siku nzima. Pia President, na uniwie radhi kwa sababu wakati kulikuwa na shinda hapa nilikuandikia message mrefu ukiwa Korea. Ukanipigia simu na sasa ile maneno iko hapa bado kidogo kabisa. Tuko na mbilo mbili Mheshimiwa Rais na ziko katika National Assembly. Moja ya kahawa imepita Senate, cooperative nayo iko National Assembly. Na ni vizuri kwa sababu wale mawaziri wako wamefuatilia. Hiyo ikija tutaondoa wakora katika sekta ya kahawa, si ndio? Hiyo ingine kuhakikishia Rais ni kwamba sisi watu wa Kirinyaga tunajua ya kwamba hatuwezi acha ng'ombe ambao inakamuliwa tuende kwenye inja za. Kwa hivyo kwa hii serikali tuko ndani. Kwa sababu ambayo inja za wakati mwingine inaweza za na isitoe maziwa, si ndio? Na utoke bengana mwana taturari. Kitongo jatu ikara thirikari ine. Na tuetekere. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Budget anaitwa Ndindi Nyoro. Asante sana. Kaguma oye. Andu a Kaguma muriega. Wa mbere niguo mucokeria ngatho ni ndu wa gukaribisha muthamaki witu wa bururi, na wa keri tumwire wira no turaruta ni tondu tui siasa iria njega. Na reka inde muria kiuria tondu muri wa ndoci yakwa. Ingimuria kiuria tariwo muthe atiriri. President Mwai wa Kibaki augire atia mwaka wa 2008. Kuri mundu raririkana? Ingimuria uria Moi augire ari president mwaka wa 99. No uririkane? Kuria ndirageria kuga ni atiriri. Maundu maria maririkanagwo ti maria tugaga. Maundu maria maririkanagwo ni maria tureka. Riria tugwikira fareno rami ya Kagumo guthie nginya Gatwe, ono ngiaria ciugo milioni 1 itingitharia rami iyo. Na koguo ithuĩ turafocus na wira tondu siasa iria njega ni siasa cia wira. Na ndio maana kwa unyenyekevu sana kama chairman wa budget wenu tumeweka bilioni 2 ya kuanza kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Kwa sababu mkulima wa kahawa anaweza kuwa ikifanywa hesabu analipwa shilingi 80. Ikikatwa madeni kama kule kwetu kuna factory wamelipwa 34 shillings, ingine inaenda kwa madeni. Tumeweka 2 billion ilipie madeni yote, lakini hapo kwa budget zinakuja tunaweka pesa yote ya 8.6 billion tuondoe madeni yote ya wakulima wa kahawa. Jambo la pili, tumeweka bilioni 3 katika Coffee Cherry Fund ile rais amesema. Hakuna haja wakulima wa kahawa waendelee kukopeshwa pesa na market rate ya juu. Ile pesa ni ya serikali kusaidia gharama ya wakulima wa kahawa.
Jambo lingine na la muhimu, pesa ya maziwa kwa mkulima. Mnajua ya kwamba mkulima hapa kwetu Kirinyaga, Murang'a, Nyeri na kwingineko, akipata pesa ya maziwa maneno inakaa mzuri. Tumeweka 1.5 billion shillings na tumeambia new KCC bei ya mkulima ya maziwa isiende chini ya shilingi 50, na tumeongeza ingine juu ya societies, so that hii tunalipa mkulima ya 50 hakuna inaenda kwa society, ile ni ile tunataka mkulima iingie kwa mfuko yake. Mniruhusu nikimalizia, walimu wetu wa JSS, mnajua wamekuwa kazi ya internship hapa Kenya, ambayo kama graduate analipwa 17,000. Rais amesema hiyo itakwama, na katika ile budget tumemaliza last week tumeweka 18.7 billion. Wale interns wa JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable wakiwa wote 46,000. Kuna mambo mengi tumepanga, ni vile nataka kusummarize juu ya masaa. No ndumuria tiriri andu aitu, kumuria na gitio, tukahoera thirikari, tukahoera atongoria aitu. Kenya yagirira ithuothe, mugatuhoyagira Ngai agatutongoria, Kenya yagere maundu moke wega. Thengiũ muno na Ngai wa muoyo mũrathime. Sijui sasa nitafanya namna gani? Tuko na huyu Wangoi ambaye ni MCA wetu. Wewe MCA, sema tu jambo. Murega rengi. Murega kenu ni muthamaki gũcera. Your Excellency, unajua ulituambia mambo ni matatu. Na hata hapa sasa juu ya huyo contractor, wacha tumwambie mambo matatu. Your Excellency, tunakuomba upeu contractor amri. Ametuzoea. Hii si round ya kwanza kukuja kupanua hii barabara. Anakujanga anakaa wiki 2, wiki 3 anaponyoka. Your Excellency, ninakuomba mpe amri. Akianza hapa asitoke kama barabara haijaisha mpaka Gatwe. Your Excellency, amri ya pili nakuomba. Huyu contractor wa vijana yako hawana kazi. Your Excellency, asikuje na watu kutoka mbali. Hii jeshi yako ya Kiamaina, ya Gathũthũma, ya Kagumo, wote wapewe kazi. Amri ya tatu, Your Excellency, na kuomba upewe huyu contractor. Akipanda huko juu, kuna shule inaitwa Kagumo, kuna shule ingine inaitwa Kiamaina, na kuna shule ingine inaitwa Gathũthũma. Akipitia hapo hizo shule, wacha hata rami ingie kwa hizo shule zote. Ni sawa sawa watu wetu? Your Excellency, yangu na ya mwisho, tumetoka mbali na wewe na tunaenda mbali na wewe. Sisi na wewe ni kama mapacha, Your Excellency. Na nataka nikuambie mbele ya watu wetu wa Kagumo, wewe ni mzigo wetu na sisi tu mzigo wako. Sisi tunaandamana na wewe, ukiturn right tunatani na wewe, ukienda left tunaenda left, ukienda right tunaenda right. Asante sana na Mungu akubariki na utembee tena. Thank you Wangoi. Asante sana MCA wetu wa Ndia ambaye anaitwa GK, mpigeni makofi. GK, sema tu jambo hapa dakika moja. Huyu GK ndio chairman wetu ya kupanga hii mambo yote ya barabara ya Kenya. Hata hii nimezungumza na yeye, sasa usimsikia my friend. Contractor asitoke hapa mpaka barabara ituike Katwe. Mumwekuo mutigegeithie nyone kana twi hamwe ndwitu ni turiganitie. Your Excellency, hapa Kirinyaga Central ni neighbors wetu hapa Ndia, na vile umesema Your Excellency, tutahakikisha ya kwamba contractor mwenye anaingia hapa leo atafanya hii barabara na hata toka mpaka iishe. Hii barabara imetoka Balicho mpaka iende Gatwe, na tutahakikisha kwa budget tukishirikiana na chairman wa budget ifanyike na vijana wetu wapate kazi. Kazi kwa vijana, si ndio vijana? Mupatiwe contract, mupatiwe kazi, asubuhi muwe mnakuja hapa kufanya kazi. Sitaki kupitisha hapo, lakini nitakuja ndio tujuane zaidi na tuweze kujua vile tutafanya kazi yetu ya kushikilia rais aendelee vizuri. Thank you. Niko na speaker wetu hapa ili ataje majina ya MCS. Huyu ndugu yangu Bwana Muteti. Kagumo oye! Kagumo murega. Mimi naitwa Muteti Muremi, tunafanya kazi mzuri para ya Assembly na High Excellency. Nataka kuonyesha wenye tunafanya kazi tunao pamoja ndio tuweze kunyorosha Kirinyaga. Niko na Deputy Speaker Jinara Jamumo, MCA wa
Muthithi. Mpigeni makofi. Niko na mheshimiwa kwangu Mukore, Mheshimiwa Thomas Mwangi. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mathenge, ni senior ranking, amechaguliwa mara 3. Niko na Mheshimiwa Bosco, anasimamia jeshi Kagumo. Niko na Mheshimiwa Frendi kutoka Inoe. Niko na Mheshimiwa Susan, nominated MCA. Niko na Mheshimiwa CNN kutoka Moridoko. Niko na Mheshimiwa Karenga kutoka Tembere. Niko na Mheshimiwa Makimi kutoka huko Kareti. Niko na Mheshimiwa Harrison, nominated and representing people with disability. Niko na my brother Majority Leader Mheshimiwa Kevenga. Niko na Mheshimiwa Wanyangate, anaitwa Mwendia. Nimemaliza Mheshimiwa Rais, asanti na utembea tena. Asante sana Your Excellency. Kaguma! Kaguma! Bwana asifiwe. Muriega. Your Excellencies, mimi na hao watu tunakupenda sana. Na ile mapenzi mnanipenda nayo na mimi nawapenda pia. Ningetaka niwaambie leo nina furaha tele. His Excellency ametufanyia development na ndio siasa ambayo nafanya siku hizi. Mimi nimeshikana na wale wote wamechaguliwa kutoka kwa president himself na mpaka governor mwenyewe, nikasema tufanye maendeleo Kirinyaga. Hiyo ingine nikasema ni kwamba ile siasa ingine ambayo nifanye kwa bidii sana ni ile kazi ambayo Your Excellency ulinipatia, ambayo ni ya kumake sure ile mbegu tunaleta. Tumefanya utafiti, tuna make sure watu wanapanda mbegu mzuri, wanapata mazao mzuri, ndio Kenya hii tusiwahi weka kofia za sufuria tena. Si ndio? Sasa ya mwisho Your Excellency ambayo mimi nakuomba, endelea kutufanyia maendeleo. Na sisi tutaendelea kukushikilia, tukuombee, sababu siasa yangu ya mwisho ni ile ya kwenda mbinguni. Sawa sawa? Alafu ile siku utapiga firimbi Your Excellency, mimi nitakuwa ngangari na nitakuja kwa hao watu, tutaendelea na ile barabara tulianza na nitamalizana na hawa mpaka mwisho. So thank you Your Excellency, nafurahi na nimeshukuru sana. Thank you very much. Jeshi moja. Tunaelewana? Na sisi wote ni team moja. Na tunataka tuungane, tushirikiane, tupeleke Kirinyaga mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Kagumo tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee kuunganisha taifa letu la Kenya. Tuko pamoja na nyinyi. Mtatuombea. Hebu ni wale wanasema tutashirikiana pamoja. Basi mimi nasema asante sana na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Mwadhani amuradhime. Asanteni sana. God bless you. And I love you people.